Ndugu mtazamaji wa chaneli zetu za Cambridgeshire Academy Tanzania, hapa tupo katika viunga vya shule za Cambridgeshire Academy Kigoma. Tumekuja kufanya mahojiano mafupi na meneja wa shule hizi kuhusiana na maendeleo ya shule, mafanikio ya shule, changamoto zozote ambazo wanakutana nazo katika shule hii. Tunakukaribisha sasa kwa ajili ya kwenda kumsikiliza meneja wa shule kila atakachokiongea na kila atakachokizungumzia kuhusiana na shule hizi. Asante sana, karibu tukamsikilize meneja wa shule za Cambridgeshire Academy Tanzania. Asante. Kwa majina ninaitwa Lazaro Laurent Kiguja, ni meneja wa shule hii ya awali na msingi Cambridgeshire Kigoma. Basi tunaomba utuelezee kwa ufupi kuhusu historia na uongozi wa shule yako. Historia ya shule hii rasmi imeanza mwaka 2014 ikiwa na mwanafunzi mmoja. Tumeendelea kuhudumia mtoto huyo mmoja mpaka sasa tuna watoto zaidi ya 1000. Lakini kiongozi mkuu wa taasisi hii ni Askofu Josephat Charles Njige ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya Cambridgeshire. Nini kilikuvutia ndugu meneja kuongoza shule hii ambayo kimsingi kwa sasa ni shule kubwa nchini Tanzania? Kilichonivutia na kinacho pia nifurahisha kuongoza shule hii ni ushirikiano uliopo kati ya uongozi wa shule. Viongozi wanatekeleza majukumu yao, pia wanasikiliza changamoto zilizopo na kusaidiana namna bora ya kuweza kuzitatua. Unadhani ni mambo gani ambayo yanaiweka tofauti na shule zingine katika eneo hili la elimu na mtaala? Kwanza, shule hii ni shule inayotoa elimu kwa kufuata mtaala wa elimu unaotolewa na Wizara ya Elimu Tanzania. Lakini pia kinachotofautisha shule hii ya Cambridgeshire na shule zingine, Cambridgeshire ni shule inayotoa elimu kwa kuzingatia mtoto mmoja mmoja, ambapo kila mwalimu juhudi yake ni kuhakikisha mtoto mmoja amefikiwa na kusaidiwa namna inavyostahili. Unadhani shule hii inahakikisha vipi kuwa na mtaala unaokidhi mahitaji ya sasa ya wanafunzi na baadaye? Yaani inafanyaje kuendana na huu mtaala tulionao ili kukidhi mahitaji ya sasa ya wanafunzi na baadaye? Shule hii ili kuweza kukidhi mahitaji ya wanafunzi kwa wakati tunaoendelea nao, shule hii imeweza kuweka miundombinu rafiki kwa ajili ya wanafunzi ili kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji. Tunaangalia uhusiano uliopo kati ya wazazi na shule za Cambridgeshire Academy. Wazazi wanashirikishwaje katika malezi ya watoto na maendeleo ya watoto wapo hapa shuleni? Kama taasisi tumeshirikiana na wazazi wa watoto tunaowahudumia kupitia njia mbalimbali. Kwanza kabisa tuna siku ya mzazi na mwalimu. Ni siku ambayo mwalimu anapaswa kumjia maendeleo ya mwanaye, na ni siku ambayo mzazi anaweza kuitumia kujua changamoto ambazo mtoto anakutana nazo hapa shuleni, au mwalimu kujua changamoto ambazo mtoto anakutana nazo nyumbani. Lakini mbili, tunashirikiana na wazazi kupitia vikao vya shule. Tuna vikao kati ya wazazi na uongozi wa shule ambalo hili tumekuwa tukizungumza nao mambo mbalimbali ambayo kama taasisi tunayahitaji kutoka kwao au wanayahitaji kutoka kwetu. Shule naona imezungukwa na jamii. Je, shule inashirikiana vipi na jamii inayozunguka na vipi changamoto? Kuna changamoto zote kati ya jamii inayozunguka na shule? Tuna furaha sana kuwa na jamii hii ambayo inatuzunguka, jamii inayotuunga mkono kwa kila hali, na kama taasisi hatuna changamoto kubwa tunayoipata kutoka kwa jamii, isipokuwa tuna faida kubwa tunayoipata kutoka kwa jamii hii, kwani inatusaidia katika ulinzi wa shule, kwa sababu tunajua kila maeneo tumezungukwa na nyumba za wanajamii. Kupitia nyumba hizo tunaamini kabisa ulinzi wa taasisi hii unaitegemea jamii kwa kiasi kikubwa. Kwa kwetu sisi hatuoni changamoto, isipokuwa tunaiona faida.
Maana shule inaandaa taifa la kesho. Sasa kwa kuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya kidijitali katika dunia hii tulionayo sasa hivi, je, shule imejiandaaje kuendana na kasi hiyo na mabadiliko ya kidijitali? Kweli kabisa, tuko kwenye ulimwengu wa kidijitali au niseme ulimwengu wa tehama. Sawa. Na sisi kama taasisi ambayo tunahakikisha kile kinachohitajika kupatwa na jamii kinapatwa. Tumeshaanza ujenzi wa madarasa mawili na sasa yamekamilika. Tunachosubiri tu ni kuweza kuunganisha vifaa au kuweza kuleta vifaa kwa ajili ya kuanza kabisa mafunzo ya tehama, na tukishaleta vifaa manake tutatafuta walimu kwa ajili ya kufundisha, lakini pia tumebarikiwa kuwa na IT mzuri. Kwa hiyo tunaamini kupitia yeye na walimu tutakaowapata na uongozi wa shule tutafanya kitu kikubwa katika jamii hii na ndio watanufaika sana. Na nimeona pia kuna lugha ya Kifaransa inafundishwa katika shule hii, ambapo kwa Tanzania ni shule chache ambazo zinafundisha lugha hiyo. Je, vipi kuhusu lugha zingine kama Kichina na Kiarabu? Mna mpango wote wa kuanzisha lugha hizo hapa shuleni? Ni kweli, ndio mpango mkakati tulionao. Na sio Kifaransa tu. Tumeanza na Kifaransa, lakini kuna lugha ya Kiarabu, kuna Kichina na Mungu akipenda siku si nyingi tutaanza kufundisha masomo hayo. Lugha hizo zitaanza kufundishwa hapa shuleni. Zitaanza kufundishwa. Kwa mimi nitoe wito tu kwa jamii kuleta watoto, kwa sababu hii ni sehemu sahihi na hii inawajengea uwezo watoto kutumia fursa katika maeneo mbalimbali wanakokwenda kutoa huduma au kupatiwa huduma. Ungependa kuona shule hii inafika wapi kuanzia miaka 5 mpaka 10 ijayo? Ungependa kuiona wapi hii shule? Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru mkurugenzi mkuu pamoja na kuwa na maono yake ambayo yanausaidia kwanza mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Kama taasisi tumeshaweka mikakati tayari ya kuanzisha sekondari. Kwa siku si nyingi tutakuwa na shule ya sekondari ya Cambridgeshire. Lakini maono ya taasisi hii sio kuishia hapa tu. Maono ya taasisi hii ni kuwa na chuo kikuu cha Cambridgeshire. Lengo nini? Lengo ni kuweza kuifikia jamii kubwa katika huduma ya kitaaluma, na kwa sababu ametupokea kwenye shule hii ya msingi, naamini sekondari mpaka chuo kikuu pia watatupokea kwa mikono miwili, kwa sababu tayari wameshakubali kuwa nasi bega kwa bega. Kuna changamoto zote ambazo unakutana nazo pengine katika kutekeleza majukumu yako ya uongozi kutoka kwa viongozi wako wa juu, au chochote ambacho pengine unahisi kinakuletea kikwazo katika uongozi wako? Niseme tu hapana. Kama meneja nimebarikiwa kuwa na wakurugenzi uelewa sana. Nimebarikiwa kuwa na wakurugenzi wanaojali utu na kuthamini watu wanaofanya nao kazi. Kwa kwangu mimi sijapata changamoto yoyote kutoka kwa viongozi wangu, isipokuwa ninapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwao, na najivunia kuwa nao, najivunia kufanya kazi nao, najivunia kuwa hapa Cambridgeshire. Sawa. Je, kuna changamoto ambazo umekutana nazo kwenye bajeti ya shule pengine mnapokuwa mmepanga kwamba mwaka huu tutaenda hivi, tutafanya hivi? Kuna changamoto ambazo zinajitokeza? Changamoto katika bajeti zipo kwa sababu Cambridgeshire sio kisiwa na kwa kiasi kikubwa sana huduma zetu zinategemea pia na bei zilizoko sokoni. Sasa changamoto kubwa tunayokutana nayo ni kubadilika kwa bei za bidhaa ambazo tunazitegemea katika kutoa huduma yetu, lakini kitu ambacho ninaweza kukisema na kumshukuru Mungu ni kwamba pamoja na mabadiliko ya bei hatujawahi wala hatutowahi kuathiri huduma tunayoitoa kwa wanafunzi wetu na jamii kwa ujumla. Sawa. Na kuwa na ndoto kubwa za kuanzisha chuo kikuu pamoja na sekondari za Cambridgeshire Academy Tanzania. Kuna maono mengine mbali shule imepata mafanikio gani hasa kitaaluma kwa hii miaka michache? Maana umesema imeanza 2014. Je, mafanikio gani ambayo imeyapata kitaaluma mpaka hapa ilipo? Miongoni mwa malengo ya taasisi hii ni kutengeneza taasisi inayotikisa katika swala la kitaaluma. Na kwa kuthibitisha hili, shule yetu inafanya vizuri sana katika eneo la kitaaluma. Mwaka 2022
darasa la 7 la kwanza walimaliza katika shule hii. Na pale ambapo baraza la mitihani lilipotangaza matokeo tulikuwa ni wa pili kitaifa. Tulikuwa ni wa pili kitaifa, lakini toka kipindi hicho mpaka sasa shule yetu imekuwa ni miongoni mwa shule 10 bora kitaifa. Kwa hiyo kama shule, hayo ni mafanikio makubwa, na malengo yetu sisi ni kuendelea kubaki hapo na kufanya zaidi. Sawa. Asante sana ndugu meneja. Mwisho tunaendelea kuhitimisha, unawaambiaje wazazi kuhusu mwaka tunaoanza 2026 kuhusu kuleta watoto katika shule yenu? Mimi ni waombe wazazi, kwanza kama taasisi nafasi zipo na za kuwaleta watoto kuanza katika shule hii. Tunapokea watoto kuanzia miaka 2.5 mpaka kuendelea. Pia wahamiaji, watoto walioshindikana kutoka katika shule zingine pia wanapokelewa, kwa sababu sisi tunaamini tupo kwa ajili ya kumhudumia mtoto. Kama moto wetu wa shule unavyosema, kauli mbiu ya shule inasema we are tasked to enlighten and knowledge the future of others. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunawajibika kuangazia na kuboresha maisha ya wengine. Kwa kama taasisi tupo kwa ajili ya kuhudumia jamii. Kwa hiyo tunamkaribisha mzazi, mlezi kuleta mtoto wako hapa, maana ni mahali sahihi pa mtoto kulelewa kitaaluma pamoja na kinidhamu. Asante sana ndugu meneja. Neno la mwisho kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa Cambridge Shire Academy Channels. Neno la mwisho kwa unawaambiaje? Neno la mwisho, kwanza, Cambridge Shire ni taasisi yenye upendo, taasisi inayopenda watu, inayopenda jamii, inayopenda binadamu wa aina yoyote. Niseme tu Cambridge Shire, solidarity, love and care. Karibuni. Asante sana ndugu mtazamaji wa chaneli zetu za Cambridge Shire Academy. Tumemaliza mazungumzo yetu na meneja wa shule za Cambridge Shire Academy, shule zilizopo mkoa wa Kigoma na Geita. Tunakukaribisha sana katika shule zetu za Cambridge Shire Academy. Mungu akubariki sana. Asante sana.